Hamjambo, ninaamini ya kwamba nyote mko salama, nami pia niko salama. Mimi ni wenyu, Queen Esther. Nimejua nimepotea kwa muda, nimekaa sana, lakini nimerudi na wingi wa maneno ambayo Mungu ametubariki nayo kuweza kujua ukweli, na ukweli utatuweka uhuru. Na katika mafundisho haya, ninaamini ya kwamba sisi sote tutajua njia na mwelekeo ya mambo yanayofanyika hapa duniani. Karibuni sana na Mungu awabariki. So, today we are going to discuss about soul ties. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ya kwamba hizi mambo ambayo watu wana discuss about soul ties, ni nini inachangia haya yote? Ama ni mambo gani ambayo inafanya unasikia ni kama umeshikwa ama umekuwa katika mtego wa mwenzako. Mwenzako kumaanisha mpenzi wako ama mtu uliyempenda. So unapata katika mitego haya, wengi hawaelewi na wajui jinsi ya kujitoa katika mitego hiyo. Lakini swali ni, katika mtego huu, niliingia aje? Jiulize. Nilifika katika huu mtego kivipi? Chanzo gani ambacho kiliruhusu mimi kuingia katika mitego haya? Kwa sababu mitego haya yanaletwa na mtu mwenyewe kwa matamanio yake yeye mwenyewe. Na ndio maana leo ningependa sana tuongee kuhusu soul ties, because itatusaidia kuweza kuelewa na kujua ni nini ambayo inakula binadamu katika mambo kama haya. So, kwa Kiswahili inamaanisha nafsi zilizonaswa. Nafsi zilizonaswa ambazo zinanaswa katika kiroho. Tunajua kwamba vita mingi sana ni katika kiroho, ndiyo zinakuja kutendeka katika kimwili. Ukiangalia katika mapenzi, tujue kwamba ni mapenzi nimeingia katika njia gani. Ndio hiyo tunaita kufall in love. Katika wewe kufall in love, uliingia aje? Matamanio yako yalikuwa ni nini? Yalikuwa ni matamanio ya kimaumbile? Yalikuwa ni matamanio ya kihela? Yalikuwa ni matamanio ya mapenzi ama ni nini? Katika hizo vitu kadhaa nilizozitaja, zitakueleza wewe ni sehemu gani ya kimapenzi umeingia, ama mahusiano ya huyu mtu uliopendana umeingia kivipi. Kwanza ningependa kuongea kuhusu wanawake. Maana chanzo kubwa sana inakuja kupitia mwanamke. Kwa sababu mwanamke, kumbuka maandiko inasema kwamba mwanamume aweke mbegu katika mchanga ufaao. Ambao mchanga ufaao ni mwanamke. Maana mwanamke ndio anapokea mbegu, ndio maana unapata mtoto. Mwanamume naye ndio anayebeba mbegu. Yeye ndio anaenda kumwaga katika mchanga ufaao. So tukishajua kuelewa hapo maana ya mbegu na mchanga ufaao, ndio tutaweza kuelewa kujua kwamba umuhimu ama chanzo ama sababu ya soul ties inakuja aje ama inashikwa aje. Hapo ndio sasa tutaelewa. Katika mambo haya ambayo tumeongea, wakati ambao mwanamke ama mwanamume amefall in love, hapo ndio sasa vitu kama hizo, changamoto kama hizo zinaingia, kwa sababu unajiingiza katika mitego bila wewe kujua. Kila mtu wakati wanapendana, hujui mume ametoka wapi, hujui mke ametoka wapi. Hujui bloodline yake ilikuwa aje ya mke, na hujui bloodline ya mwanamume ilikuwa aje. Kama sio mapenzi ya Mungu wewe kupatana na mtu kama huyu, ndio hapo unapata kwamba watu wanaingia katika mitego. Na mtego wa kwanza inaingia wakati wewe unalala. Samahani kwa kusema haya, lakini wacha niseme ukweli. Ukiwa unalala na wanaume tofauti, unajiingiza katika mitego.
Ukiwa wewe mwanamume unalala na wanawake tofauti tofauti, unajiingiza katika mitego. Na ndio hapo sasa nafsi zinanaswa, kwa sababu umechanganya damu tofauti tofauti, maana hujui zimetoka wapi ama walifanya maagano gani. Hapo ndio sasa unapata katika ile pattern ya uume ama pattern ya uke, hapo mnajipata mmeka katika mitego. Ndio unaona sasa mambo zinaanza kuharibika. Sijui kama msikilizaji ambao unasikiliza, unaweza pata kuna mmoja maybe kibahati mbaya alipatana na mke wakati alipomuoa, kuanzia hiyo siku mambo yake yote yakaanza kuharibika. Na unapata hajawahi recover tangu wakati walipatana. Na wengine unapata mwanamke ameolewa mahali, maisha yake yalikuwa mazuri, anaendelea vizuri, ana succeed, maisha yake yote yanakuwa sawa. Lakini wakati amepatana na mwanamume fulani, hapo ndio mwanzo wa mambo yake kuharibika. Hapo ndio unapata mambo yote hayaendi sawa. So ni vizuri sana kuangalia nyuma. Huyu mume bloodline yake iko aje? Huyu mke bloodline yake iko aje? Ndio maana ni vizuri sana vitu kama hizo mkipatana mnaanza kwanza kujuana. Muweze kujua pale mmetoka. Lakini tunaambiwa kwamba mapenzi haichagui. Lakini pia saa nyingine inasaidia kuangalia, kuchagua, maana itaokoa kizazi chako cha kesho. So ni vizuri sana ujue huyu dada, huyu bwana, bloodline yake iko aje. Ndio hapo unapata watu wengi wanaingia katika mitego bila kujua. Tukienda pale nilikuwa naongea kuhusu mchanga ufaao. Kuhusu mwanamke. Mwanamke kwanza anafaa akuwe mwangalifu sana wakati anajiachilia katika wanaume. Maana katika wewe mke, kumbuka wewe ndio mlango wa kila binadamu anayeingia hapa duniani. Wewe ndio ulibeba mlango. Na nikisema mlango unajua ninamaanisha nini. Jinsi anaingia akiwa mbegu. Lakini akitoka, anatoka akiwa binadamu. So kila mwanamke amebeba mlango wa binadamu kuingia hapa duniani. Kwa hivyo ni vizuri sana mwanamke ujiangalie, ujiheshimu. Usijiachilie kila mara mwanamume akikwambia nakupenda, unajiachia. Chunga shamba lako. Jiangalie na thamani fulani. Ni kama dhahabu. Ndio maana katika maandiko pale inasema wakati mwenye shamba alipoenda kurusha mbegu, kuna yule yeye alimesha mbegu zinazofaa, na kuna yule muovu aliyekuja baadaye akamesha mbegu zake zilio mbaya. Kisha wakati zilivyokuwa zinakuwa, kukaonekana kuna tofauti ya magugu ambayo yalikuwa yamemea hapo. Na wafanyakazi wakauliza, bwana, haya kama tunaweza kutoa. Waliuliza kama wanaweza kutoa. Naye akawaambia, msitoe. Tukitoa tutatoa mpaka zile mbegu zilio nzuri. So tuache zikomae, kisha zikishakomaa, wakati wa kuvuna tutazivuna, kisha wakati huo tutaseparate mzuri pamoja na mbaya, tuseparate. Na hapo sasa tutachukua zile mbaya zote na kuweza kuzichoma. So nikirudi kwa mwanamke, mtu anaweza kuuliza kwamba so historia hii Biblia na mwanamke inatoka wapi? Hapa ndo inakujia. Mwanamke yeye ndiye mchanga ufaao ambayo mbegu inarushwa. Kila mtoto anapokuja hapa duniani, mbegu yake inameshwa katika mchanga ufaao ambao ni wewe mwanamke. Na ukiwa mwanamke ambao umejiachilia kulala ovyo ovyo na wanaume tofauti tofauti,
Ndio hapo sasa unapata ile mbegu, magugu ya muovu inaweza kuingia hapo na ikakuja kuchafua mchanga ufahamu. So lazima tu waangalifu ni mwanamume gani ambaye anaingia katika shamba lako yeye kupanda. Maana katika mwanamume yeye ni kuja kulima na mwanamke ni kuipokea mbegu ile na kufanya nini? Na kuikuza. Ndio maana ukiangalia mwanamke tumbo lake huwa liko kama mpira, kama dunia. Kila akipata mtoto unapata tumbo linafura, linakuwa kama dunia. Kwa sababu ya nini? Inamaanisha kwamba umebeba dunia. Umebeba mwana ambaye anakuja katika mlango wako na kuja kufanya mapenzi ya Mungu. So usiruhusu wewe mwanamke ya kwamba mwanamume yoyote anaweza kuja tu kuingia katika shamba lako. Liichukulie ya thamani. Maana kuna wengine wanakuja kuchafua. Wengine wanakuja kurusha mbegu zao ambazo hazifai. Wengine wanakuja kukuibia baraka ile Mungu amewekeza ndani yako na kuchafua shamba lako ili lisiwe la thamani. So tukue waangalifu sana wanawake. Tusidanganywe tu hapo nje na mambo kidogo kidogo. Lakini wacha Mungu akuongoze katika mume anayefaa. Yule mume ambaye anayekuja kupanda mbegu inayofaa. Sio zile mbegu za magugu, lakini mbegu inayofaa. Na ndio itatoa mizabibu na itatoa vitu za maana ambazo zitafaa katika maisha yako. So tuwe waangalifu sana. Hata wewe ulio na watoto, ukiona umezaa watoto, ndio maana ukiangalia kila binadamu, hata wewe mama ambao uko na watoto, kila mtoto anatoka na tabia yake tofauti. Jiulize, kama mimi ndio ninayepokea mimba katika hawa watoto, inakuwaje kila mtoto anakuwa na tabia tofauti? Ni rahisi sana kuelewa. Ukweli ni kwamba kila mtoto anazaliwa na nyumba tofauti katika kizazi cha mwanamke. Sio nyumba the same. Inakuwa nyumba tofauti. Nikimaanisha nyumba tofauti kumaanisha kwamba placenta. Ndio maana kila mtoto akizaliwa placenta pia inatoka. Hiyo inamaanisha ni nyumba tofauti. Mwingine akikuja pia anakuja na placenta tofauti. Hiyo inamaanisha kila mtoto anakuja na nyumba tofauti, sio nyumba the same yenye wewe unadhania. Kwa sababu jinsi umeconceive, sivyo jinsi utaconceive wa pili. Jinsi umemconceive wa pili, sivyo jinsi ndio utaconceive wa tatu. Kila mmoja anakuja na tabia tofauti. Na hizo ndizo tunaita mbegu zinazofaa. So, ukiangalia maisha yako ama watoto wako ama wewe mwenyewe katika familia, angalia ndio utajua kwamba katika mbegu hii ilikuwa ni mbegu inayofaa. Mbegu ile ndio ile mbegu ambayo ilitoka katika magugu. Lakini haimaanishi ya kwamba madharau itaingia, hapana. Ndio maana Mungu alituleta hapa duniani ili tukue na the second chance. Kurekebishana, kusaidiana, kuelimishana ili tufanye yaliyo sawa mbele za Bwana. So, nikirudi katika nafsi zilizonaswa. Hapo ndio jinsi nafsi zinazonaswa. Na ni vizuri sana sisi binadamu tukubali ya kwamba kuna mahali tunakosea. Wakati nafsi hizi zinanaswa wakati wewe mwenyewe unakataa kusema kwamba hapa nimefanya makosa. Ama hapa
sijafanya inavyostahili katika mawazo yangu. Ukiendelea kukataa ama kukana chochote ambacho kilifanya wewe ukaingia pabaya, unaipatia nguvu ile uovu ili izidi kutamalaki ndani yako. Nikimaanisha uovu ni kumaanisha kwamba inachonasa baraka yako. Hapo ndo anapata nguvu, maana wewe mwenyewe unapinga ya kwamba wasema niko sawa, yule mwingine ndio ana makosa. Lakini ni lini wewe utagundua kwamba uko na makosa? Ni lini wewe utagundua useme kwamba kweli hapa mimi nimekosa, nimekuwa sichagui ninavyofaa? Kama ni mwanamume useme kwamba kweli hapa nimekuwa sichagui kinachofaa. So wacha nikubali ya kwamba hapa nimekosa. Nataka kukataa nilivyokuwa na nikuwe mtu tofauti kupitia Yesu Kristo. Na hapo ndio Yesu anaanza kukuongoza kuweza ku make the right decisions. The problem of us humans, tunaona ya kwamba tuko right every time. Tumeweka kiburi juu ya kwamba hapana, mimi niko sawa, yule mwingine ndio ana makosa. Lakini umejitazamia wewe mwenyewe, umejiangalia kwamba kweli inaweza kuwa nilikosa, ama nilichukua, nilitamani, ama nilitaka huyu mtu kwa ajili ya matamanio yangu mimi mwenyewe. Na katika kutamani kwa matamanio yako wewe mwenyewe, ndio sasa unapata ulichokitafuta. Mtu anaweza sema ya kwamba hata maandiko inasema kwamba utapata chochote unachotamani. Kumaanisha kwamba you desire, you will get what you desire. It is true, you will get what you desire. But is it the will of God? Afadhali unapoomba useme kwamba Father, I want this, but may it be your will. If it is not your will, I let it go. But binadamu wanafanya nini? Wanasema hapana, mimi nataka hii, na ndio hivyo nataka. Kwa mfano, naweza tumia mfano. Mtu anasema, I want a tall, dark man who is very handsome. Ndio anioe. Then after that, what if that man kweli umepata a tall, dark and handsome man, but in his mind that person is not wise, he is not even hardworking. Then later uanze kumwambia Mungu, Mungu, huyu mtu hana maana, huyu mtu hanisaidii, huyu mtu. Sasa si wewe ulichagua your desires of your heart? Yes, umepata. But was it the will of God? No, it was not. So it is always good for you to say, may your will be done. Yes, Father, I desire this. Yes, Father, I desire this and I want that. But may it be your will. Not my will, but your will. The same way with men. Wanaweza sema ningependa nipate bibi mwenye ako na nini? Umbo unaotamanika. Si ndio? Lakini baadaye unaanza kusema huyu bibi ana heshima, huyu bibi ni mvivu, ni mzembe. Nani? Sasa hapo baadaye unaanza kulalamika, Mungu, nilipata bibi gani? Huyu ni hata hana maana, hana chochote, hana akili. So mostly tunapenda kulalamikia Mungu mambo mengi sana, lakini tunasahau ya kwamba ni sisi wenyewe tunajiweka katika hiyo situation bila kujua. So ni vizuri sana tujitambue sisi wenyewe binadamu. Tuseme kwamba kweli hata pia sisi hapa tunakosa. Kweli hapa ni makosa nafanya. Kweli hapa sifanyi sawa. Wacha mapenzi ya Mungu itendeke katika maisha yangu. Na ndio hiyo Mungu anaongoja. Katika maandiko amesema vizuri ya kwamba, come, let us reason together. What does that mean? Anataka kukusaidia kuwaza
Anataka kukusaidia kujenga maisha yako. Anataka kusaidia to make decisions. That's why anasema, come let us reason together. By him saying that, come let us reason together, it means a lot. In every reasoning that is in your mind, the Lord wants you. The Lord wants him to be part of your mind. He wants to be part of your mind. So let him in. Let him reason with you. Let him help you to reason. And he will remain to be glorified. Amen. Mbarikiwe sana. Tutaongea zaidi na zaidi. Na nimefurahi sana kurudi tena. Mbarikiwe sana. Na msisahau kusubscribe. Msisahau kulike. Na msisahau kushare. Amen. Bye.